Na ahlan wa sahlan wa marhaban bik mpenzi mtazamaji wa Al Khibra Online TV. Ni maana halisia popote pale ulipo tupo. Awali yote nikusalimu kwa mamkizi alikuwa na khairi na baraka ndani yake, mamkizi watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matumaini yangu ni mzima wa afya. Ni katika siku nyingine tena ambayo tumeweza tena kukutana hapa. Na mimi leo hii nipo hapa maeneo ya Vingunguti Narani, ambapo nimekuja kumtembelea ndugu yangu. Ndugu yetu huyu ni takriban miaka 7 yupo kitandani akisumbuliwa na maradhi. Ni maradhi gani ambayo yamekuwa yakimsumbua ndani ya miaka hii 7? Basi ungana nami kupitia Al Khibra Online TV nipate kukupa taarifa hii. Nyuma kamera yupo ndugu yangu Official Mutwafi, langu jina ni Shaaban Uthmani, lakini natambua kama Shaabani alladhi, mzee wa kudunda dunda. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Al Khibra Online TV, nipo hapa nyumbani kwao ndugu yetu huyu Ibrahim, na hapa atakwenda kutuambia nini ambacho kimemsibu paka kufikia hapa. Ibrahim, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Salama. Karibu sana ndani ya Al Khibra Online TV. Shukrani. Safari yangu, mwanzo wangu wa matatizo ilikuwa 2019. Nilipoingia kidato cha 3. Na ndipo hapo nilipoanza kupata matatizo. Miguu ilipata ganzi. Yaani kuna muda unatembea lakini si miguu mizito kabisa. Kunyanyua mguu na kwa shida. Imeenda kama muda wiki moja. Nika shuleni saa nikawa sihudhurii kwa wakati, napita wiki 2 sendi shule. Naenda shule siku moja, na ndipo ikapita kipindi sasa kutembea eneo la wazi nikawa siwezi kutembea mpaka nipate msaada mtu kunishika au nitembee kwenye ukuta. Sasa ndo kuna siku nimelala, hafla asubuhi naamka ndo nashangaa siwezi kutembea. Na mwili wote ukawa na ganzi. Mtu hataki nichoma sindano sikasisikii maumivu, hata mtu akinichoma na moto nikasisikii maumivu. Ikaando imeenda. Nimefika baada ya miaka kadhaa kidogo lile ganzi likaondoka, lakini tangu kipindi hiko mpaka sasa hivi ndo siwezi kutembea. Miguu imekufa, yani imekufa kabisa, kutembea ndo siwezi. Tangu siku hiyo mpaka sasa hivi kutembea ndo nimeshindwa kabisa, mpaka nipate msaada wa wheelchair wenzangu waniendeshe niende kufanya mambo mengi, labda kuangalia mandhari nje. Ndo kama hivyo ilitokea. Ni changamoto gani ambazo umekuwa ukikutana nazo? Changamoto namba 1 kwanza ni sehemu ya kukaa, yani kiti. Duma kiti. Na changamoto ya pili sehemu ya malazi. Godoro ndo msaada mkubwa ambao mimi nahitaji. Imbadi usiku nipate usingizi kwa wakati. Changamoto nyingine ambao napata shida sana, yani mzazi wangu anapata shida. Muda mwingine wadogo zangu wanaenda shuleni, yeye ndo apata bahati ya kubaki nyumbani peke yake. Kwa hiyo na kwa labda nataka kitu fulani, kwa kupata muda msaada mtu mwingine kumsaidia mamangu, imbadi nipate huo msaada, huwa nashindwa. Labda mkojo umenibana, kwa mfano labda mama katoka mara moja, kwa hiyo kwa muda huo anakuwa hamna mtu akuja kunisaidia, maki baba anakuwa yupo kazini, wadogo zangu wapo mashuleni. Kwa hiyo changamoto hiyo nao napata shida sana. Mtazamaji wa Al Khibra Online TV, tutakwenda kuzungumza na mama mzazi wa Ibrahim ambaye atakwenda kutuambia changamoto za kijana wake na hasa tatizo lilianzia wapi. Karibu sana mama. Mwanangu toka 2019 yalivyompata, nikawa ninaweza kumhudumikia pahali padogo pakubwa, pesa zote zikatuishia. Wamejitahidi ndugu zangu kunisaidia, lakini kutokana na hali zetu za unyonge wakafikia hatua tumeshindwa wote kwa pamoja. Na matatizo ya huyu mwanangu ameanzia, ana umri wa miaka 8. Huyu nimezaa 2001 mpaka 2008, ana miaka 8 akaja kupata changamoto ya maradhi ya kifua cha uti wa mgongo. Sasa ile maradhi tukaenda kwenye vipimo, akapima makohozi haonekani, kapiga sindano haonekani, piga kisirei 9 maradhi haonekani. Kila nikienda madaktari ananiambia, wewe mbona maradhi hamna, kifua huyu tunahangaika naye. Matokeo yake tukaenda Amana. Kufika Amana pale pana daktari mmoja alikuwa anaitwa Bushiri. Sasa ule Bushiri ule akamchoma sindano akasema, kwa maradhi haya kama ni maradhi ya hospitali basi inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu yataonekana maradhi. Kwa kweli akatupa ile sindano, alipomaliza akasema ndani Temeke mkapiga kisirei. Tukaenda Temeke kule kupiga kisirei, kweli tukamrudishia majibu pale Amana, akasema kweli ana TB ya uti wa mgongo, na uti wake wa mgongo ndudu ashanshambulia sana. Basi tabidi aanze dozi.
Sasa akaanza dozi. Alianza dozi vile mpaka akachoma sindano 60. Kipindi kile anachoma wanapima miezi 8 anakula. Alipomaliza sindano 60 zile akaanza dozi ya vidonge sasa. Alikuwa kipindi kile hakai mpaka sasa alipomaliza ile dozi akaanza kutembea mwenyewe tena anaanza kutembea. Asipofikia hapo akaishi kama mtu wa kawaida tu. Takufika hiyo 2019 ndio hasa akajapata matatizo. Akaa siku anasoma zake shule, siku akaja mama, mbona kila nikitembea miguu inaniuma, miguu inapata ganzi. Nikaambia pangine ndivyo unavyopandisha gorofa kutoka na hii hali yako ya unyonge toka ya zamani huku ilikopita. Basi siku anaanka anambia mimi siwezi nyanyuka. Nikarudisha tena hospitali hapo Panlawa. Niliporudisha tena hospitali, daktari akaniandikia akaniambia nenda Amana. Tukachunguze tena kifua, madhali huyu alikuwa na TB, pengine inaweza kuwa TB imerudi tena. Kufika pale Amana tukapiga X-ray tukaambiwa hamna TB, tukarudisha majibu. Sasa akawa tena hatembei, kila kilala hatembei. Basi tunahangaika, tukaenda hospitali Magomeni Darajani pale pana hospitali moja tukaenda kule. Kukwenda daktari kwa naye tukamuuliza jinsi alema tatizo alivyo, akampiga X-ray 3 ya uti wa mgongo, tumboni huku, kwa sababu alikuwa anakaa hata kama siku 7 siku 10 hapati haja kubwa. Ina maana analia, moto unamwakia ile barabarani anasikia ile anayolipata ile balaa. Analia mchana usiku, analia mimi nalia mchana na usiku. Daktari akasema kuna choo kimejaa moto unamwakia ni choo, na maana kwa sababu hapati haja kubwa. Ina maana tukaandikiwa dawa pale, tukaandikiwa dawa. Hasa kwa ile haja anapata kama kawaida sasa. Akasema uti wake wa mgongo, bigili zake za mgongo zimesagika. Sasa tukatuandikia dozi pale tukatumia, lakini kila tukutumia dawa ni vile vile hakuendelea. Hajakata tena tamaa, tukaenda tena Amana. Kwenda tena Amana tena pale tukapiga X-ray tena. Kupiga tena X-ray 200,000 uti wa mgongo tena. Daktari tena akatueleza vile vile huyu bigili zake za mgongo zimesagika. Sasa anatakiwa kipimo kia heko, kupiga mwili nzima. Na hiyo kinapigwa Muhimbili 500,000. Kiangalia nyumbani shilingi 10 nyekundu sina. Tukatafuta misaada kila mtu atusaidie tukashindwa. Ile misaada kupata zile pesa 500,000 kwenda kupima kipimo kwa mwili nzima tuangalie, kwa sababu daktari pale Amana anasema pengine tuchunguze ubongo wake. Itakuwaje ubongo wake pengine inaweza kuwa ndio una matatizo? Kwa nini mawasiliano ya juu na chini hakuna? Lakini sasa ndio pesa hakuna, misaada hakuna, ndugu wote maskini. Sasa tutafanyaje? Tukabidi sasa tukapumzika tu. Hasa changamoto kubwa nyingine ni kama ninavyokuambia, ana allergy. Ina maana huyu hali nyama ya mbuzi, akila nyama ya mbuzi anatapika, haji samaki, akila samaki anatapika. Ina maana kwenye chakula ni changamoto kushinda maelezo. Hapo chakula anachotumia huyu anakokula ni nyama ya ng'ombe, nyama ya kuku. Yaani maharage, kisamvu basi ndio mboga zake anazotumia. Mboga zingine zote akili anatapika. Hasa baba akashakuja akwambia na 2,000. Anaweza kukanchana kucho hali chakula kwa sababu kila anachokitaka hakipo, hela haigaiki. Kila siku akwambia leo nataka maharage, umpangie bajeti yake 2,500 kanunulie maharage. Na uwezo wenyewe ni mdogo. Anaweza kukanchana kucho huyo hali chakula. Na kai hivi. Kutokana ule unyonge mpaka siku tunopata riziki mpuba kidogo ndio unaenda kununulia nyama yake robo anakula, unanunulia maharage au mboga za kisamvu basi ndio mboga anazotumia. Sasa hii ni changamoto. Kama kuna misaada aweza kunisaidia, naomba unisaidie. Changamoto ya mwanangu. Anatamani kusoma kwa sababu alikuwa Mwenyezi Mungu amejalia ana akili ya kusoma, lakini ndio ikaishi hapo. Hapa nipo nakwambia sina kifua kia mbele wala kia nyuma. Mbavu zinanibana, ninapolala Mungu ndiye anejua kwa changamoto. Kwa sababu wewe ana miaka 24 namweza kumbeba, siwezi kumbeba. Ila kwa sababu ni mtoto wako utafanyaje? Baba mtu kasema ikale Mungu nyumbani tutakula nini? Itabidi enda katafute riziki. Watoto waenda kapate masomo. Sasa hapa akiniacha nyumbani peke yangu hapo navuta subuhana, Mungu nisaidie mpaka atakaporudi shuleni madogo zake ndo kidogo roho yangu na mimi napumua, watoto wangu wapo hawaenendi popote. Macheza jioni hapa nje na miziwa tu. Sababu kama ni choo cha mkojo tu namburuza mwenyewe hivi hapo alipokaa kitandani na mkachini nampa chupa yake anakojoa. Lakini sasa kishikwa ni choo kubwa ndo panapo mtihani kama hamna mtu. Kila siku nakwambia ninadondoka naye kwa sababu choo pale siwezi kutoa hapa mpaka kufika chooni, siwezi kumnyanyua. Kweli ni mtihani lakini mkubwa. Silali mchana wala usiku, na swali mchana na usiku, naomba Mwenyezi Mungu anifanyisie kidogo, anipunguzie huu mtihani apate hata ale maguu ya kuweza kutembea, lakini dua za Mwenyezi Mungu bado hazijawa
nani, lakini naamini kwa Mwenyezi Mungu iko siku atanitakabalia dua zangu. Sikati tamaa na rehema zake Mwenyezi Mungu. Licha ya yote ambayo amekuwa mwenye kukutana nayo, lakini hakuacha kusimamia kipaji chake, hakuacha kusimamia kuihudumia jamii. Ibrahim, nje na changamoto zote ambazo umekutana nazo, lakini bado una ile nafasi ya kuitazama jamii na kuisaidia jamii. Nini ambacho huwa unakifanya hapo hapo kwa kitandani, hasa katika kurejesha zile fadhila kwa jamii yako husika? Kikubwa nachofanya ni kwa haswa wadogo zangu hapa mtaani. Huwa nawafundisha masuala ya elimu ya kimadrasa ni kama chuo na elimu ya shuleni. Nasema nawafundisha ni hisabati, maarifa ya jamii, Kiswahili pamoja na science. Sasa tukija na upande wa pili ambapo ni masomo ya madrasa, unasoma nafundisha ni hasa ni masomo gani ambayo vijana huwa wanakuja kwako kwa ajili ya kupata elimu? Qur'ani pamoja na hadithi na sira. Sasa kutokana na changamoto ambazo umezielezea, sasa je, una wito gani kwa mtu ambaye mwenye kuguswa na hali hii? Anatoa wito kwa mtu yote ataguswa na matatizo yangu, hata kama mimi sitofanya, labda anaweza kaja labda pikipiki au bajaji, naweza ngampa mtu akawa anasimamia ili mradi kwa siku ipate kipato cha kunikizi mimi pamoja na familia yangu. Mpenzi mtazamaji wa Al-Khibra Online TV, kwa niaba ya Al-Khibra Foundation tumeweza kuleta kiti hiki ambacho kitaweza kumsaidia kijana huyu Ibrahim katika harakati zake za hapa na pale. Wewe ambao utakuwa mwenye kuguswa na changamoto hizi, basi nambari za simu zipo hapo unazoziona, basi utakuwa ni mwenye kuchangia chochote. Kufikia hapa sina la ziada, mpenzi mtazamaji wa Al-Khibra Online TV. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Langu jina ni Shaaban Uthmani, lakini unatambua kama Shaaban alladhi, mzee wako dunda. Wa ma alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.